usifanye kazi za kwako za kiuchumi chini ya viwango. Usifanye kazi ya Mungu chini ya viwango. Sasa ujumbe una kichwa hiki: utume wa kanisa kwa jamii. Neno hili utume kwa Tanzania, tafsiri yetu inaonekana sana kwamba ni kwenda kuhubiri nje ya mipaka, ndio unaoitwa utume. Lakini tafsiri sahihi ni kazi zote ambazo kanisa linafanya ni utume. Lakini utume ambao nataka kuzungumza leo ni kuwaleta watu kwa Yesu. Jamii inataka utume wako, na ndio maana kwenye matangazo yangu nimesema tutaendelea kuhubiri mpaka Yesu anarudi. Na mimi niwaambie, nimekaa na wazee kidogo wa zamani wa kanisa hili, naweza kuelezea kile nilikikuta kwenye kanisa hili. Walikuwa na mahubiri ya aina mbili, na nyimbo zao zilikwenda sana kwa mambo haya mawili. Jambo la kwanza, walijua Yesu anarudi. Wazee wale walihubiri Yesu anarudi, na mimi nihubiri leo kwamba Yesu jamani anarudi. Waliimba nyimbo za parapanda inalia, waliimba nyimbo za kusema ni heri kwenda mbinguni, ni heri kwenda mbinguni. Wow. Yesu anarudi na sisi tutakwenda. Na mazingira yale yalileta utakatifu. Walikubaliana na Biblia inayosema wenyeji wetu hauko hapa, wenyeji wetu huko kule, hapa tunapita. Mkazo wa kwanza ni Yesu anarudi, lakini mkazo wa pili ndo huu unabeba mahubiri yao. Ndiyo, sisi tumeokoka tunakwenda mbinguni, lakini hawa wenzetu je? Huyu mama yangu je? Huyu baba yangu je? Hii jamii inayozunguka je? Inakuwaje? Kwa hiyo kukawa na msukumo wa kuihubiri Injili kwa nguvu sana, maana wanakwenda mbinguni, muda unameisha, wanakwenda mbinguni, lakini hawa wajamii je? Inakuwaje? Nauliza, tuwaache jamani? Tunawaza kuoa, tunawaza kuolewa, tunawaza utume, tunawaza haya ni mazuri, sio mabaya, lakini nafasi ya ufalme wa Mungu, ile shauku ya kuona watu wanaokolewa, watu wanaponywa, watu wanarejea kwenye ufalme wa Mungu, ile shauku iko wapi? Natamani kila mwanaume, kila mwanamke kuweko na shauku ya kuona kuna watu wanapotea, kuna watu wanatenda dhambi, kuna watu hawana matumaini, kuna watu wamekata tamaa, kuna watu hawajui kama kuna wokovu. Ukisema Yesu alikuja, ukisoma popote kwamba Yesu alikuja duniani, linaonyesha utume. Kaacha juu mbinguni, kaja duniani afanye kazi ya utume, na hii kazi amekasimisha, ameiacha kwa kanisa. Tunaposoma Yohana 1:11-12, maandiko yanasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala mapenzi ya mtu, bali mapenzi ya Mungu. Alikuja kwa Wayahudi wakamkataa. Neno alikuja hapa, alikuja kama kufanya kazi ya utume. Amekuja ni lini? Tutapata kaneno hapo kwako kwamba kuna mtu atasema huyu dada alikuja kwangu, huyu mkaka alikuja kwangu, alikuja akanifundisha, alikuja akaniongoza, alikuja akanihubiri, alikuja akanishuhudia, alikuja. Kaneno hapo katatimia lini kwako? Alikuja kwa watu wake, alikuja kwa Wayahudi, wale walio wake wakamkataa. Alipokuja kunishuhudia nilimkataa, alafu akakung'uta miguu yako ukaondoka. Mstari mwingine unaosema neno la utume wa Yesu, Yohana 3:16-17, Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma, hata akamtoa. Andiko hili linaonyesha kwamba Mungu mwenyewe kwenye kiti chake cha enzi aliamua kufanya utume kwa kumtuma Yesu kuja kwetu. Mungu anaonyesha vizuri anavyofanya utume, anamtuma Yesu, na kanisa lazima liwe na uwezo
uwezo wa kutuma watu kwenye umisheni, liwe na uwezo wa kutuma watu kwenye mazingira mbalimbali ya Tanzania na nje ya Tanzania. Amina. Wangapi wanaamini kwamba tunaweza haya, ya kwamba tunaweza haya, tunaweza. Yes, Mungu anafanya utume. Kwenye kitabu cha Luka 19 na ule mstari wa 10, Biblia inasema Yesu alikuja. Jamani, Yesu alikuja, na si tu alikuja na kutafuta, na si kutafuta tu na kuokoa kile kilichopotea. Na alipokuja hakuja tu peke yake. Ndio maana maandiko yanasema alitembea katika miji na vijiji akihubiri neno la Bwana. Alikuja, alipokuja hakumfikia, hakunyamaza. Baada ya kuja alifanya kazi ya kutafuta, na alipofanya kazi ya kutafuta, alipowapata wale waliowatafuta akawaokoa. Huu ni utume ambao Bwana alimfanya mwenyewe. Alitembea kwa miguu yake, alishuhudia kwa kinywa chake maneno ya ufalme kwa kinywa chake, na alipokutana na matatizo aliyatatua, alipokutana na wagonjwa aliwaponya, alipokutana na wenye mapepo aliwafungua. Alifanya kazi mwenyewe. Amina. Hebu sema, kama Yesu alifanya na mimi nitafanya. Kama Yesu alihubiri na mimi nitahubiri. Kama Yesu alitembea mtaa kwa mtaa na mimi nitatembea. Yohana 18:37. Karibu Yesu anakwenda kufa, yaani amekaa katika mazingira magumu ambayo ilipaswa ajitetee hata kimbie. Palikuwa na mahojiano kidogo na Pilato, mahali ambapo sio salama kwa ajili yake, lakini anasimama na msimamo wa utume. Anasimama na utume kwamba mimi kwa ajili ya haya mimi nilikuja, kwa ajili ya kuhubiri mimi nilikuja, hata kama inanipasa kufa nilikuja kwa hayo. Na mimi namfurahia Yesu, na alikuwa ni alama ya kuigwa. Ndio maana wanafunzi wake walipoachwa walishindwa kujitetea, waliona ni halali. Kama Yesu alishikwa nguvuni mpaka kauawa, wao walikuwa ni akina nani? Walipokuwa wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu, walikuwa na uhuru wa kuuawa kama Bwana wao alivyouawa. Naomba kusema maneno haya. Maandiko haya ambayo nimewaonyesha yanaonyesha jinsi ambavyo Mungu alifanya utume, na yanaonyesha jinsi ambavyo Yesu alifanya utume. Sisi ni akina nani tusiufanye? Wakati Yesu amekuja na Mungu amemtuma, alifika mahali akapata wanafunzi, lakini Yesu alipowapata wale wachache, kuna kitu alikifanya, na mimi natamani kukiiga. Alichokifanya wale watu wachache, hata walipokuwa wachanga, aliwatuma na uchanga wao, na wakati anaondoka hakuwatuma, aliwaamuru. Wakati anaondoka anasema, kama nilivyotumwa mimi nami nawatuma ninyi. Kanisa Yesu ameliacha duniani kwa ajili ya utume. Hatuendi mbinguni hatujamaliza kazi ya utume. Kwa nini Yesu haji kutunyakua? Sababu yake hatujamaliza kazi ya jamani. Naona wengine hamnielewi, naomba mnielewe. Nasema Yesu harudi kutuchukua mpaka tumefanyaje? Tumemaliza kazi ya utume. Alipokuja Yesu duniani akapata watu wachache, wale wachache akawatuma. Na mimi natamani hivi sisi wachache tulichopatikana tutumwe, na anatutuma kwa watu wetu. Unajua Paulo alipookoka, kitu cha kwanza alikwenda kwa Wayahudi. Alikwenda kwa Wayahudi kwanza kwa ubiri. Walipomgomea Wayahudi ndio akageuka akaenda kwa mataifa kwa ubiri. Tuna watu wetu Tanzania, tuna watu wetu majirani, tuna watu wetu. Naomba kusema maneno haya kwamba Bwana anatutuma kwa jamii inayotuzunguka, inayojua lugha yetu, inayojua maisha yetu. Bwana anatutuma kwa hao, na kwa sababu hiyo kuanzia kesho kila mmoja ni mwinjilisti. Amen. Hebu sema, mimi ni mwinjilisti. Sema, mimi ni chombo cha Bwana.
kilichosafishwa kwa ajili ya kazi yake. Paulo anasema jina la Bwana libarikiwe. Bwana amekusafisha kwa ajili ya kazi yake. Bwana amekuokoa kwa ajili ya kazi yake. Bwana amekuita kwa ajili ya kazi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Sema mimi nimenunuliwa. Mdada akiposwa tena siku hizi leo sio ameposwa, yaani kaambiwa tu na mkaka kwamba anataka kuoa, kaambiwa tu, bado hajapelekewa chochote, kaambiwa tu, kawa na mtu tayari anaanza kujibehave, anaanza kujiweka kwamba huyu katengwa, ni kama huyu kanunuliwa, huyu kawa mali ya mtu mwingine, mimi ni mali. Unashangaa anaanza kuonekana tofauti. Amen. Yaani hata kama ni Mwafrika kama mchungaji hivi, utashangaa anaanza kung'aa. Haleluya, Bwana asifiwe. Wapo weusi wanaofanana na mchungaji. Mimi ndio Mwafrika, wengine sio Waafrika. Mimi ndio Mwafrika. Amina. Pata mafuta mazuri, shangaa anaanza kung'aa kweli. Najua maana sisi tumenunuliwa, ni mali ya mwingine. Lazima tutumiwe na huyu aliyetununua kwa gharama kubwa, lazima atutumie. Amina. Hivi mnaelewa kitu ulichonunua? Si unakitumia jamani? Ulichokinunua kinaweza kikajigamagama, kinajigamagama. Nguo hiyo uliyonunua si unaamua kwamba naivaa hii siivai tena. Wadada ndo kabisa nguo ni kama hamuzipendi kabisa. Unaweza kuvaa mara 3, asubuhi kavaa nyingine, mchana ukavaa nyingine, jioni ukavaa nyingine. Tofauti na sisi unaweza kuvaa siku 3 moja hiyo. Unaamua haikuamulii nguo uliyonunua, kitu ulichokinunua, gari uliyonunua, nyumba uliyonunua, ng'ombe uliyonunua, nguruwe uliyonunua, haikuamulii. Unaweza kufanya utakavyo. Na nawaambia mchana wa leo, tumenunuliwa na Yesu, lazima atutumie kama atakavyo. Hata mke wangu sije kumsahau, wakati nimemnyakua tu kutoka kwao, kaja nyumbani, alijiweka kwamba amekuwa mali yangu. Kaniuliza, unataka kula saa ngapi? Alo, sijasahau. Yaani Bwana, niko hapa kwa ajili yako. Unataka kula saa ngapi kila siku? Yaani miaka 42 hapo kaneno sijasahau. Amuone maajabu hayo. Yaani anaonyesha wazi kwamba mimi huyu ni mali yangu, naweza kumtumia, ni mali yangu. Nawaambia Yesu ni zaidi. Ametununua kwa gharama ya damu, kwa gharama ya uhai wa damu. Na sisi tunapata thamani kwa Mungu kwa sababu ya gharama ya damu. Lazima tutumie. Ukinunua kitu kwa gharama, halafu ukitumie, kitakuuma tu. Kwenye kiti chake cha enzi Mungu anaumia anapoona nimegharimia sana mimi, alafu nafanya kwa udhaifu chini ya viwango. Anakasirika sana, lakini angefurahi angeona jinsi alivyofanya utume kwangu, jinsi alivyonunua kwa gharama, jinsi alivyonitenga kwa ajili yake, halafu ninachakalika, ninafanya kama anavyotaka. Nakwambia anaweza kaifurahia ile sadaka yake aliyoitoa kwa ajili yangu. Naomba iwe hivyo na kuzidi kwako katika jina la Yesu. Naomba usijihurumie inapofika mambo ya Mungu, usijihurumie. Amen. Sisi tunajihurumia sana. Kwenye pesa tunajihurumia, kwenye hali tunajihurumia. Yaani kila eneo kuna mahali hapahitaji pesa, panahitaji utoke wewe kama wewe, utoke wewe kama wewe, uende wewe kama wewe. Usijihurumie. Kuna mahali panahitaji uingize mkoni, utoe pesa, usijihurumie. Amen. Kitabu hiki cha Yohana 17:18 napenda, anasema kama nilivyotumwa mimi. Yohana 17:18 opaleta utaweka na 20:21.